Wakaguzi wa ndani wametakiwa kutumia teknolojia za kidijitali na mbinu za kisasa katika utekelezaji wa majukumu yao ili kuongeza ufanisi katika taasisi hiyo na kuimarisha uwajibikaji katika majukumu yao ya kikazi. James Stanley huyu hapa na taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mkaguzi wa ndani kutoka ofisi ya makamu wa rais Ahadi Chacha wakati wa kufunga mkutano 18 wa wakaguzi wa ndani uliofanyika jijini Arusha. Amesema maazimio yalifikiwa itawezesha sekta ya ukaguzi kuchangia zaidi mageuzi ya taasisi kupitia teknolojia za kidijitali na mbinu shirikishi. Mengi kwenye kongamano hili, jinsi ya kufanya mipango kazi ya ukaguzi, jinsi ya kuangalia vihatarishi kama vya mifumo ya tehama na mambo mengine mengi ya usimamizi wa kazi za ukaguzi wa ndani ambazo tunaamini zitatusaidia sana katika utendaji wetu wa kila siku, na tunaamini kwamba matokeo ya mafunzo haya yataonekana kwa ubora wa kazi ambazo kwa tukizifanya, lakini vile kama ambavyo wadau wetu wakubwa wa ukaguzi wa ndani wanavyotarajia tufanye. Wadau kwa maana ya bodi za wakurugenzi, management, lakini pia hata wale watu ambao tunawakagua kila siku, ni kuongeza ufanisi katika utendaji wetu wa kazi, lakini pia kutoa hoja ambazo zinaenda kujenga utendaji wa taasisi tunazofanyia. Akizungumza na Upendo Media, mshauri wa masuala ya uwekezaji nchini Oswald Urassa ameshauri wakaguzi wa ndani kujiwekeza kimaisha ili kuepuka msongo wa mawazo pindi wanapostaafu. Wito wangu wa wakaguzi wa ndani ni kuanza kuweka mikakati sasa hivi, hasa ukiwa kazini, kwa sababu ukisubiri mpaka utoke kwenye ajira, maana yake utakuwa na nafasi ya kuziba lile pengo la 65% linalotokea wakati unatoka kwenye ajira. Kwa hiyo ukianza mapema unakuwa na nafasi kubwa, na shauri hata Watanzania wengine wanaotutazama waanze kuwekeza mapema, kwa sababu ukianza mapema maana yake unatengeneza ule pungufu wa ina nakisa inatokea wakati wa kutoka kwenye ajira kwa kiwango ambacho kitazidi hata mshahara uliokuwa nao wakati uko kwenye ajili ya kufanya. Wakaguzi wa ndani waanze kuweka mikakati mizuri kwa ajili ya kuwasaidia kuishi maisha yao mazuri baada ya kutoka kwenye ajira, kwa kuanza kuwekeza wakati wako kazini, kwa sababu kawaida kwa sheria za pension Tanzania ukistaafu unapata 35% ya mshahara uliokuwa nao wakati unatoka kwenye ajira. Kwa hiyo inabidi utengeneze zile shilingi 65 zinazopungua au 65 zinazopungua ukiwa kwenye ajira, ili ukitoka kwenye ajira ukichukua pensheni yako pamoja na ambayo ni 35, lakini mapato yako ya uwekezaji 65, unakuwa angalau uko kwenye kiwango kile alichokuwa nacho unapokea kama kipato chako ulipokuwa kwenye ajira. Aidha, washiriki wa mkutano huu wameeleza kuwa wamejifunza mbinu bora za utekelezaji wa majukumu yao, kuongeza mshikamano, kuimarisha uaminifu na kukuza ubunifu katika sekta ya ukaguzi wa ndani. Ningesema kwamba mashirika yetu yategemee mambo makubwa na mazuri, of course tukiendelea kujialign na kuevolve kwenye IT, lakini pia tukiendelea kuleta value kwenye malengo yote ya makampuni yetu. Katika utekelezaji wetu wa majukumu yetu katika swala zima la internal audit, katika jinsi ya uwajibikaji na jinsi ya control ya kazi za auditor, lakini pia cha msingi muhimu zaidi ambalo tumejifunza pia katika masuala ya fraud risk management, katika masuala ya kuzuia detective. Pia tukitoka hapa tutakwenda kushirikiana na wenzetu kwa ajili ya kuandaa hiyo fraud risk management, lakini pia imezungumziwa swala zima la AI, artificial akili bandia wanasema, ni kitu ambacho tumesisitiza ni muhimu pia kutumia, wala sio kama kinalemaza. Mkutano ambao tumeweza kujichotea mambo mengi ya kujifunza na ambayo taasisi zetu zitegemee kwamba tutayafanyia kazi, na vile tumeweza kupata mnyambulisho wa dira ya maendeleo ya 2050, ambapo pia wakaguzi wa ndani tuna eneo la kuweza kuhakikisha kwamba maeneo yote yanakuwa katika hali ambayo kama yalivyokusudiwa. Kuhitimishwa kwa mkutano huu wa wakaguzi wa hesabu za ndani hapa jijini Arusha ni mwanzo mpya kwa wakaguzi kujifunza mbinu bora za utekelezaji wa majukumu yao, lakini pia kufanyika kwa mkutano huu hapa jijini Arusha kumetajwa ni mwanzo mpya kwa wakaguzi kujifunza mbinu bora za utekelezaji wa majukumu yao, lakini pia kujifunza namna bora ya matumizi ya akili mnemba ambayo imetajwa sasa kuwasaidia katika taasisi zao kutimiza majukumu yao kwa ubora zaidi. Nikiripoti kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana James Stanley.